Maintenant, la Bible, vous pouvez citer. Faut se plaquer dans elle, comme un Coran Bible. Et vous taratibu ndugu yangu. Va commenter les kimi. Merci. Swali yake ni kamba la moko. Safa. Utuna na ngai réponse. Anauliza hivi. Bengisa bilamba makamno le basoka za mensonge na prêter sema na koma musulman. Sasa hivi je sens, je sentir incapable de répondre à ma femme. Simplement, tu n'as pas lu le kitabu par les calamité. Mimi nilikuwa na kuheshimu lakini kitu moja nimegundua ni kwamba kwanza elimu una pili swali una ya tatu umejua kwamba kwa elimu yako ya Kikristo nilikuzidi sasa unaogopa ndio natamani Abdul Majid akuje kwanza yaliwa Muislamu yeye alikayo na yango ngoja maliko ukatete okima na kwamba Abdul Majid yeye hawa alobibo yeye atangi Biblia kolekayo na nina uhakika nikakupatia mtoto wa madrasa na kuosha vizuri sasa ni soka alemia kama mwana moko abandiko yeko la Islami kala mingi te wacha kusoma profesa kama Abdul Majid nikakopen kwanza na bando chulo ngoja tulia kwanza salamu akimia Yesu ilikuwa naongea nikiwa nasikiza uzalaki potea hao ya yokio wewe kama huko ulikuwa unataka deba sio kile uzalaki na pesa ya deba unapanga utaratibu na kuja kuomba ruhusa ya deba usali programe oye usenge autorisation zala mwa ni conference kwa kubakeleza magasi hapa kuambiwa sijui nani anafanya hivi sijui hivi imesikia kwa vile hayo muda tuna distraction kamba no Biblia inasema tena solo laite wakati boza la prepo na kwa sababu nyakati mnazoishi ni nyakati zenye nini zenye hatari bongo ngao tukomia kati na ngoe za lingo ya matata hivi tayari umetumia hapa dakika 15 ulekisi deja 15 minutes pamba za kutaka kujipigia debe tangu kama usaliko sana na marketing nayo nilikuwa nafikiri hili wale mpya ni yenye nyeupe ni hekima namuona kideja kesuki pembe wana ikomi na sagesse okay sawa kulia tu kukimbilia motoni bila mpango soka usaliko wewe na kaka okay endelea felo sans programme hakuna kitu kwako na yote hapa ile kama kwa taifa okay sawa na yote na robiteke na saboto ni kukuhurumia na kuhurumia yote ndio maua mzee wangu maisha yako hata hayo ndio yameshaisha kule ya kutosha wala usiligolia ebele na vina yote kama mkeo kama ndio shaka ndani ya kutosha kipaeo uvanda na mikono ebele za hapa yeye sijui bado unangangania nini huko ndani ebiteso nini ndio tikali kaka huko kama isika kama ungekuwa na swali ungeuliza na karamutuna ndio tunataka kama ulitaka deba ungeileta tenga kadeba ile na program mimi kuona unakimbia nikafikiri kuna kitu amone wewe mbangu analipa sana mwailo wewe sijui kiwango wako haiwezi kufika wewe na yeye biteso huko kana nivoyo huko naandiko Ukristo ni dini est zana versemo ngolo bi Christianisme za religion sio maelezo huko naandiko Ukristo ni dini Mathayo tere verset oyo lo bi Christianisme za religion nzambe ubimina deba lo bi na tuna question yo ngoja kwanza anasema mtoa nje anaenda kuuliza sikiza mimi hapa sina muda wa kupoteza nadhani ngonga kwa wewe unataka kujitetea ulingine umesema kiwango changu cha elimu kipima ni kidogo olobi omekima ile nanga ete zamuke na ndio maana nakuuliza kiswali ya elimu ndogo kabisa tena tulio mtuna ya maele mkepenza wewe ni Mkristo wewe za Chrétien nani alikuambia wewe Mkristo nani aibisanga wewe za Chrétien na kama hujui meza ile unakanyaga chini sio kio yebite kitao kenda yo uone ubaya sababu ya dini sasa uliza swali kuna mtuna Maxi uliza amen kesho na ngeza hapo ulizo yake iko hivi na si Quran anachukua Quran na si Bible nasema anachukua Biblia anaweka pale entre Christ et le prophète Muhammad kati ya Yesu na mtume Muhammad avant baya na mkii
kabla waje duniani. Coran alobela nan babota mate nan be bayate mais Coran lobela nan alobela Jésus ndenge bosala mais prophète comment balobela te là on peut se verser la tangi yo répondre que oui prophète balobela. Première question kwamba Coran ilimuongelea Yesu kwamba anakuja, haikumuongelea Muhammad. Kesho anapatia andiko kuisome, sasa ndio alete Sasa wewe leta tu andiko, lakini mimi nikisema bwana ana elimu, kuna mtu anasema hapo na elimu. Qur'ani inafunuliwa miaka 500, zaidi ya miaka 570 Yesu ashaondoka duniani. Alafu anatuambia ati Qur'ani ilikuja kabla ya Yesu. Alafu ndo ana elimu. Ana elimu. Huyu ndio mnatarajia watetee. Huyu ndio mnatarajia watetee. Hata ajui tarehe Qur'ani ilikuja. Aya sio geuzama yele te batu bakanisi ke yazo kelele kumbe hakuna kitu soka uzola kisalamu geuzama yele te Coran oyo ekomami 570 ans après Jésus-Christ. 570 ans après Jésus-Christ. Alors, Coran est sololi pour la Yesu. Avant Aya. Alors, le Coran est dit après Jésus. Mais ça, Coran est autant. Alors, c'est ça, soma tu andiko c'est un verset. tu andiko sana si question pas Coran na Bible tu andiko ya kuluka na papier. tu andiko tafuta mzuri yako kwa makaratasi yako kwa kichwa imani yote iko kwa makaratasi. Dala depuis abandaki koloba ya kopesa 25 ekomi sikoyo calcul na bapapa. C'est-à-dire la la EFA. Sura ya 19 avant Kristo aya. Sura ya 19 existe. Mstari wa 15 mbele Yesu aje. Maana yake kweli ni mwendo wasi. Korelo Bible. Haja kuelewa tu. Korelo Bible. Qur'ani inasema que la paix soit sur lui. Le jour où il naquit, kwamba amani itakuwa juu yake. le jour où il mourra, siku atakayezaliwa na siku atakayekufa, et le jour où il sera ressuscité. Hebu tulie kidogo. Kidogo. Hebu tafsiri ya maneno. Huyu mzee wetu papa nabii soyo amesema ni Qur'ani alipitoa za Qur'an sura ya 19 chapitre 19 aya ya 15 verset 15 na kuweka sawa na tio na kujua aya unaoisoma sura ya 19 eza chapitre 19 aya ya 33 verset Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu mzee hapa ana matatizo, ana pasi yani kaja na mkaratasi hapa aena bapapie hawa kaandika akiwa nyumbani, akomi kuna na ndaku anafika mbele ya Waislamu ngoma devale musulman anasoma karatasi abandiko tanga bapapie hata macho yake yaoni kinachosema anachosoma nini. hizo na yeye za kumona lesuso nini hapa, Alafu namshangaa akamwisinga anakuja kujisifu aena abandiko midogo viwango vyenu, alobio na nivo na bino viwango vidogo. eza nivo muke Mimi nimezoea kuongea na kina Abdul Majidi, na meseni kusolola na Abdul Majid, mimi una
nihakikishie hivi. Ngaina lemwanya na ABC boye. Kwanza wewe kuongea na Abdul Majid siku moja. Atikala jamais kosolola na Abdul Majid. Hizo kwa na Abdul Majid kupitia tu television. Ayebi kaka Abdul Majid amona kaina television. Na jambo la pili, yami bale. Huyo mzee hana elimu hata hii. Baba wa ayebi elo kwa tamo kote. Yeye anakuja hapa, yeye ayawa, anafikiri yeye kasoma sana. Akanisi kiatanga ibele. Sasa Mungu anawaibisha mbele ya watu. Zambe asambu isi devant public. Ametoa Qur'ani sura ya 19. Apesi Qur'an chapitre 19. Anasoma aya 33, atangi 33e verset. Anasema aya 15. Yeye alobie zali 15e verset. Aya 15 verset ya 15 ya Qur'an haisemi kuhusu habari za Yesu. Esololi tema kambo ya Jésus. Aya 15 15e verset katika sura ya Toa ya 19 tu Maryam, na kati ya chapitre 19 tunakufunza leo Qur'ani. Tolakisi yo yodi Qur'ate. Inazungumzia habari za Yahya. Elobi masolo ya profeti moko babengi Jean. Aya inasema hivi, verset elobi boye. Wa salamun alayhi. Hii mianzambe zalaka likolona ye. Yawma wulida. Mokolo wa botama. Wa yawma yamutu. Mokolo wa kukufa. Wa yawma yub'athu hayya. Mokolo wa koseku sala viva. Fungua Qur'ani. Fungola Qur'an. Sikiliza maandiko. Yo kama verset. Sikia vitu huko. Yo kama ngenge Mimi nimesoma sana. Ana tangi ebele. Ngoja vidogo. Oh boye bi elo kote. Mimi natangaza hata nani. Ana ABC bino publiquement. Kinshasa hii. Na kin. Kongo hii. Kongo oyo. Hamna msoma Biblia kuliko sisi. Zali na batangi ya Biblia teko le kabiso. Na kama yuko Mkristo yote chrétien moko azali. Anasema ana elimu kutushinda sisi. Alobia yebi Biblia kole kabiso. Wallahi. Na lapeli yo kombo ya nzame. Simama juu jukwaa hii. Hoteleni awa na podium oyo. Mimi wa kwanza kubatizwa. Akozala mtu ya libosoko zo batem. Hapa hadharani. Awa public. Biblia oyo papa azotanga. Hata hujui imeandikwa mwaka gani? Akotea teba verset na bula nini? Hujui imeandikwa nchi gani? Ayebite kita wapi banda wapi? Unafahamia famia. Ezana ngoka kabisimba simba. Sasa wewe Mkristo, yo chrétien. ukishinda kujibibilia. Sio kio kokite kueba Biblia. Utaitwa Qur'ani Yesu kwa kueba Qur'an biso. Sasa sikia aya leta sasa. Yo ka verset yo pesa ki. Hiyo 19:15 sikia navyosema. 19:15 elobi. Soma andiko. Sasa. Pesa kwa tanga. Très bien. Là on appelle si vexé. C'était nini? Mazinga soma. Soma mazinga, soma andiko. Mazinga kwa verset. Mazinga soma verset. Coran chapitre 19 verset 15. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Yani kimi nzambe kuzala likolona ye mokolo akokotama, mokolo akokufa, mokolo akosekwa lisusu na bomo. Hii ndio aya ya 19:15. Onde 19:15 ndio kwa pesa ki. Haizungumzii kuhusu habari za Yesu. Verset oyo esololi te pona Jésus. Watu muulize kidogo. Tuna ye muke. Wewe mzee ulisahau kidogo ama ulipotea? Papa, obosana ki muketo obungi nzela. Tanga verset 33. Hii Qur'ani oyo sikia mzee wewe kangai papa. Hii Qur'ani oyo ina sura 114. Ezana 114 chapitre. Ina aya 6000. Ezana 6000 verset. 236. 36. Ina herufi ezali na baletre 3 millions. 322,000. 200,373 iko hapa. eza awa na motu. Hauwezi toa andiko mpya wewe kupesa verset moja yote tukositukawa na Qur'an. Sasa na kukosoa. Corrige boye. Aya 15 verset ya 15 ina
inazungumza kuhusu habari za Yahya. elobi masolo ya Jean. Sura yenyewe ukianza aya ya kwanza chapitre yango soki ebandi na premier verset mpaka aya ya 15 kino na 15e verset habari za Zakaria na mtoto wake Yahya. elobi masolo ya Zakari na mwana na ye Jean. Mwenyezi Mungu anasema Nzambe elobi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. soki nano umesoni te ni hata yako ya chochooni huko osolola kana pembeni kuna hapa unaongea na maprofesa awa uzalili boso ya grand professeur yani yote ndio kichwani hapo. ora oyo yoko tatonete biso zana mutu Aya 16 verset ya 16e verset inaanza habari za Mariamu bandi masolo ya Mari na mtoto wake Isa ibn Maryam na mwana na Yesu. Mwenyezi Mungu anasema nini? Zambe alobi nini? واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Afadhali angesema Biblia, lakini sio Qur'ani bwana. Bandiko tanga Qur'an. Hii Qur'ani ndugu yangu, Qur'an wewe ndiko nanga ni bahari kubwa. Ezalina wewe bale munene. Cha tukufundisha Uislamu Qur'an. Ya kabisa to hii yeko lisayoko. Sasa tunaangalia Qur'an hivi. Ezanga ngate wewe kaka ubandini na ngombe. Ndio kwa nini mbangu. Ndio kwa nini jaza mfuko wewe. Nikana mungu za mrosho. Tunaendelea sasa. Nani? Kwa hiyo mzee tunasema nenda kasome vizuri tena. Ndio tanga lisusu bien. Kajiandae. Ose prepare. Nenda kwa mwalimu wako Ndio paya mola aliyekuandikia hizi. Oya komena kiwa kasema na. Anayekwambia Qur'ani bismillahi kenzi. Oya hivi sio ke Qur'an disnefu kenze. Tunazungumzia habari za Yesu. Esoleli masoro ya Yesu. Mwambie mwalimu ulikosea. Mwalimu sala kile. Wale walimu wa Kiislamu wanatisha. Ba yeko ya ba mizilima wana babangisa kama be. Wewe una swali kutuliza sisi hapa tushinde. Zana mtuna moko to kotuna biso to zanga kupesa yeye. Hakuna. Zalite. Alafu nimemshangaa kitu kimoja. Ukamusinga lisisole komoko. Kaja peti Yesu. Orobi Yesu. Qur'ani imemtaja Yesu. Qur'ani lobi makamba ya Yesu. Ni kweli. Eza solo. Qur'ani imemtaja Yesu. Qur'ani solo lipo na Yesu. Lakini imesema Yesu ni nani? Melobi Yesu ya nani? Qur'ani 3:49. 3:49 Qur'an. Fanya haraka. Mbangu. Nenda kama mwalimu wako andike. Ndio bisamona kisinayo. Na kama kuna mtu mwingine na maswali huko, sio zana mtazana mituna ya maele. Aje aulize swali lake. Haya hatuna. Huyu msema
pesa hii mikrofoni. Kijana Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Lelo nazobanga na question moko. Anasema leo ataanza na ulizo moja. Si je ne serais pas venu, vous auriez dit que j'ai fui. Ce qui n'a pas été, vous l'avez volé dans Kimi. Ndeko na biso s'il vous plaît. Balobi boye. Kono tosolonga na omba la liboso. Batu batikala na confuse balobi o ba musulman babeta kayo. Nde balobi o témoigner ce que babeta kayo. Non, babeta kingai te ba protéger kingai. Takbir. Allahu Akbar. OK. Nasepeli makasi, je vous remercie pour ça. Anasema anafurahi sana na anawapigia shukrani sababu ile siku walimulinda vizuri na akaondoka bila shida. OK. La première question se trouve dans la Bible. Ulizo yake ya kwanza imepatikana ndani ya Biblia. Genèse 6:6. Mwanzo 6:6. Avant de poser question dans la Genèse, Kabla aulize ulizo lake na kitabu cha Mwanzo, j'aimerais demander au professeur, alipenda kumuuliza mwalimu est-ce que Allah kwamba Allah peut se tromper? Mungu anaweza akadanganyika? Est-ce que Allah sait tout ou il ne sait pas tout? Ni Mungu hujua yote au hajui yote? Est-ce que Allah peut se repentir? Mungu anaweza akatubu dhambi? Anasema ukimjibu sasa najibu nikisema hivi, arepondre alobiboye, Mwenyezi Mungu ndiye aliumba dhambi. Nzambe ndiye akela kama sumu. Haiwezekani aliumba dhambi tena atubu dhambi. Oyo akela kama sumu akokisha mbeko tubela masumu. Anaitubu dhambi maana yake aliyefanya dhambi. Mtu atubela kama sumu ezali oyo akometre péché. Sasa Mungu hawezi fanya dhambi. Nzambe akosala masumu te. Jambo la pili, Ya mibale, Mungu Nzambe muumba mbingu na ardhi. oyo akela kilikolo na se. Kila kitu anajua. Eloko nyonso ayebi. Yanayoonekana asiyoonekana. Oyo emona ina oyo bombani. Na yeye ndiye mwenye uwezo kila jambo. Yeye azali na makokia ya kusala nyonso. Jambo la tatu, Ya misatu, Mwenyezi Mungu Nzambe unaweza ukamdanganya wewe, yogo kikokosa yeye, lakini Mungu akaelewa uongo wako. Hiyo ndio ukweli wa Mwenyezi Mungu. ndio solo ya Nzambe. Okay, merci. Oyoki réponse naye. Anasema asante. Mnasikia majibu yake? Alobi boye Nzambe ayebaka nyonso. Anasema Mungu hujua yote. Alobi Nzambe kosaka te meyene mutakela masimato azo kontrole bato. Anasema Mungu ndio aliumba mazambi na anawatizama watu wote. Alobi Nzambe akotubela te ko se repentir te. Kwamba Mungu hawezi akatubu. Utangi Genèse 6:6. Tunasoma kitabu cha Mwanzo 6:6. Genèse 6:6 inasema hivi Genèse. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mungu alijuta kwa nini alimuweka mtu duniani. Et il fut affligé à son cœur. Akanyongoteka katika moyo wake. La Bible dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Biblia inasema Mungu alijuta kwa nini alimuweka mtu duniani. Ce que personne n'a pesi et contredire yo oya lobiawa. Andiko lenye anakupatia limepinga maneno yenye wewe unasema hapa. Alobi que Nzambe ko se repentir. Wewe unasema Mungu hawezi kutubu. La Bible me dit que l'Éternel s'est repenti. Lakini Biblia inasema Mungu anatubu na kujuta kwa nini kamweka mtu duniani. Alobi de Hakuweza pale. Mazinge. Chukua maiki. Zua mikrofoni. Mpe maiki. Huyu mimi namshangaa. Ndeko oyo akamwisinga. Na ndo mtume wa kwanza wa uongo duniani. Ndo premier prophete alukutawa na mokeli. Yaani yeye anasema ni mtume, Yeye alikuwa za profete, ameshindwa kuelewa maneno ya Mungu wake. me azangi ko comprendre maloba ya Nzambe na yeye. Haya ni maajabu haya. Sizana kama yako kama wewe. Mungu alijuta. Nzambe aserepentir, aregrete. Wewe haujauliza. Yeye tu ni
nano te kwamba je, Mungu anaweza kujuta? eske nzambe akokiko se repentir Ungeniuliza hivyo soki yo tunakanga bongo kwenye kama Mungu wa Biblia na ndingaki naye besa yo nzambe ya Bible aliwahi kujuta siku moja mokolo moko akotaka na nzela ya kose repentir alipoumba binadamu, tango akelaka mutu akawa na watoto wake kule mbinguni. avanda na bana naye kuna na mapata Sasa wale watoto wake wale wakaangalia duniani, bana naye batali mokili wakaona wanawake, amoni basi wakawapenda, balinga bango wakasema jamani, tuende tukachukue vitu kule duniani. okitana mokili tozwa basi kuna Watoto wao wakamkimbia baba yao, bana ya nzambe bakima papa na bango wakashuka duniani, bakitana mokili wakajichukulia wake wa kibinadamu. baye mutu na mutu aponi mutu Sasa Mungu ilimuuma sana, esuwa nzambe makasi Mungu wao na Biblia nzambe na bino ya Bible ilimuuma sana, esuwa kaye makasi akasema mbona binadamu wazuri namna hii, bindinge nini bana ya batu baza kitoko boye mpaka watoto wangu leo wananikimbia, elo bana nanga nyonso bakiminga wanakwenda kuoa huko. bakeko bala kuna Wewe za Mwanzo 6:6, yo obandaki na Genèse 6:6 sasa mimi nakupiga Mwanzo 6:1 mpaka 6. ngana beti yo Genèse 6:1 jusqu'à 6 mwalimu Soma vitu baba, tanga verset kuangaliana hapa, otala na ezate hapa ni maandiko tu. awa eza ba verset Piga vitu. Genèse chapitre 6, verset 1 à 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles et leurs firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiraient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne reste pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent venir vers la... Ok. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées sur leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger à son cœur. Ndio hiyo mjadala ndugu yangu, deba wana ndeko na ngai ndio hivyo ndugu yangu, bongo nde ezali ndeko na nga haya ni maandiko ya Biblia oyo eza ba verset biblique ya kwamba kisa hiki ni habari ya watoto wa Mungu ete masolo oyo ezalaki masolo ya bana ya nzambe na kuja kuoa binti za kibinadamu. oya kobala bana ya bato na mokili Sasa Mungu ilimuuma, esuwaka nzambe kauma binadamu wazuri, bana ya bato baza kitoko watoto wake wakakimbia kule mbinguni, bana naye bakima ye na likolo wakaenda ndio kuchukua wanawake. baye kobala basi awa na mokili Ndio maana yake, nde sansi nango haina msingi wowote wa swali lako. eza tana objectif moko te na mituna na yo Kama una swali lingine uliza, soki oza na mutuna tuna hilo limekufa. wana ekufi nango pamba J'aimerais te montrer ceci. alipenda akuoneshe hivi Dieu sait tout. Mungu anajua yote Quand je crée une personne, wakati aliumba kiumbe je sais que l'enfant commencera par A anajua huyu mtoto et ataanzia kwa s'achèvera par Z. ataishia kwa Z. Alors, lorsque l'enfant arrivait vers C, Wakati mwana alifika katika Z, fait quelque chose, akaanza fanya kitu, cela ne peut pas m'étonner. ile haiwezi nikanishangaza mimi baba, Je sais que l'enfant fera ceci, fera cela, fera cela. sababu nilijua tayari mtoto atafanya hivi, atafanya hivi, atafanya hivi. Bwana, hebu subiri leo, usipotezee muda. Subiri. Bwana, asitupotezee wakati hapa. Kolekisela biso ngonga te. Hebu subiri taratibu. Zelamuke. Masala ya Mungu kujua kila kitu. Likambo ya Nzambe ko yeba iloko nyoso. Hiyo nilishajibu zamani sana. Pesa kio response kala. Sasa Mungu anajua kila kitu. Na yeye sio Nzambe aibi nyoso. Lakini tukienda kwa fikira yako wewe hivi, Mesoki tokena filosofia nayo. inabidi mimi nikuulize wewe swali. Na ina mtu na kutuna yo mtu na. Aliyemuumba shetani nani? Nani akelaki Satan? D'abord, Aliyemuumba shetani nani? je t'ai posé la question, tu ne réponds pas, tu poses une autre question. Anasema alikuuliza ukujibu, lakini unamuuliza tena. Haya. Mwingine mwenye swali. Mtumishi wa zana mtuna. Apoteze wakati hapa. Kolekisela biso ngonga pamba te. Mwingine mwenye swali aulize hapa. Huyo zana mtuna haya hatuna. Hapa hamna kitu. Hawa zana iloko moko te. Mwenye swali mwingine hajasimama. Alobia bangi. Tunapoteza wakati wa bure hapa.
Mimi nawashangaa Wakristo nazoka mwamingi ya bakretien badala ya mtu aje jitetea imani yake, ole mtu aya defendre kundima naye anakuja kumkosoa Mungu wake. aye akomi kwa reprocher nzambe naye. Swala la mwanzo sisi tumemaliza. Swala la mwanzo sisi tumemaliza. Jambo la mwanzo sisi tumemaliza. Oyo ya Genese sisi tosilisi. Tunasubiri swali la msingi. Tozeli mutuna. Sasa watu tusitetee mambo hapa ya theory sisi. Kama eti wewe Mungu nzambe anajua kila kitu, ayebi eloko nyoso, mtu akisema jambo mtu ansali eloko, au mshangaza baba yake, kama isababa na ite. Ndio nini sasa? Wana ndeni. Mtoto kashafanya, mwana si asali. Na baba kakasirika. Papa asiliki. Sasa mimi shida iko wapi? Nikamlini na biso. Lete swali la msingi. Pesa mituna ya tia. Kwa nini wewe unajiita mtume? Kwa nini unazali kwa mbenga profeti? Kwa nini wewe Mkristo? Kwa nini unalobia za chrétien? Wapi wa Kristo taurithi uzima milele? Wapi elobia ba chrétien ba okota paradis? Wapi Yesu kasema nendeni kanisani mkaabudu? Wapi Jésus alobaki ba chrétien bo kende na église bo sambela? Ndo mambo ya msingi. Nema kambezali na foi chrétien. Mambo sijui kuoa. Kobala. Watoto wa Mungu walio binadamu. Bana nzambe babala bana ya batu. Kwanza ni maneno ya uongo. Ezana ngolo kuta ya Biblia. Huu ni uongo. Sasa Biblia hizo kosela. Katika Biblia, na kati ya Biblia, ukisoma Biblia, sio Biblia. Kwa imani ya Kikristo na Biblia, na bondini ya bakretia ya Biblia. Huyu Mungu wao, nzambe na bango, ana watoto sana bana watatu tu. Basi misatu. Wa kwanza ndio huyu. Yalibosonde oyo. Yeremia 31:9. Yeremia 31:9. Soma ndito wewe. Hii ndio Biblia yenyewe. Wakongomani mnataka. Yaani leo si ndio ilikuwa Biblia kwenye mwadhara. Hii leo yenu kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani hiyo mazingira yanatisha. Kwa ndugu yangu tunasema hivi, kuna neno tulibo usipotezee watu muda bana. Yule kisango ngana batute. Una swali la msingi la kuuliza ana mtuna yatia au tuna? Yeremia mpatie ule swali muda pesa ya tuna. Mpatie muda bana. Swali mtuna. Bon, si j'avais commencé par la première question, kama alianza kwa ulizo la kwanza, c'est pour démontrer que tu ne connais pas tout. Ni kwa sababu akuonesha kama hujui maneno yote. Nous connaissons en partie seul Dieu sait. Tumejua sehemu hatujui yote. OK, rentre dans le débat maintenant par rapport à Jésus. Tuingie sasa katika msingi kuhusu Yesu ndani ya débat. Oui. Moïse en Exode. Moïse katika Kutoka demande à Dieu. Amemwomba Mungu, lorsque j'irai vers les enfants d'Israël, wakati nitapokwenda kwa wana wa Israeli, ils me demanderont quel est ton nom. Wataniuliza jina lako wewe nani? Oui. Dieu leur répondit, Mungu akamjibu, je suis celui qui suis. Mimi ndiye yule ambaye niliye. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, Yesu Kristo lui-même en Jean, yeye mwenyewe katika Yohana, le quoi peut nous lire le verset? Je combien Jean 8 verset 14. Yohana 8:14. Jean 8 verset 56. Yohana 8:56. Yohana 8:58. Mwambie Yohana 8 na yo Jean 8:58. 58. Soma 58. Soma. 6. Yanasema 56. Hoja yako ni 58. Nakubali kwamba ni 58. J'ai commencé 6 à 58. Voilà. Soma andiko. Les lots, on a verset. Il y a des bancs de démonstration. Verset. Merci beaucoup. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Kwamba Abrahamu baba yenu alijazwa na furaha. C'est ce qu'il verrait mon jour. Siku aliona siku zangu. Aliona siku zangu. Il a vu, aliona et il s'est réjoui. Na akafurahi. Le juif lui dit, Mayahudi wakamueleza, tu n'as pas encore 50 ans. Wewe hujaeneza miaka 50. Et tu as vu Abraham. Wewe ulimuona Abraham. Jésus leur dit, Yesu akawajibu, en vérité, kwa kweli nimewaambia, avant qu'Abraham fût, kabla ya Abrahamu kuwa, je suis. Mimi nilikuwa. Nous lisons 1 Jean. Tunasoma 1 Yohana. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Sura ya 5 mstari 20.
Lelo c'est Lelo. Yohana 1:5. 20. Eza na moto te. Eza na mutu te. Le prophète mobimba baka na prophète ndenge nino yo. Prophète akana verset mwa mutu ya kunga na Biblia. Dieu est venu, umejua kwamba mwana wa Mungu amekwisha. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Ametupatia akili tupate kumjua aliye kweli. Et nous sommes dans les véritables. Tuko katika aliye kweli. En son fils Jésus-Christ. Mwana wake Yesu Kristo. C'est lui qui est le Dieu véritable. Huyu ndiye Mungu wa kweli. C'est lui qui est le Dieu véritable. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Et la vie éternelle. Na uzima wa milele. La Bible dit Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle.